Baada ya kumaliza tu kushiriki tendo la ndoa na mpenzi wako mpya, ukaanza kujikuta tu una dalili kama vile kukojoa mara kwa mara, lakini pia mkojo wako ukiutoa unasikia una harufu kali sana, lakini pia kuna kama majimaji au kuna uteute unatoka katika uume wako, aidha ukikojoa au ukibakia katika hali ya kawaida unahisi kama kuna uteute unajitokeza. Sasa kama hali hizi zinajitokeza, basi ujue kwamba kuna infection tayari umeshazipata wakati unashiriki tendo na yule mwenzi wako. Yaani kuna bakteria wabaya wameingia katika njia yako ya mkojo, na kama utaendelea kukaa nayo, maana yake watazidi kuingia katika njia yako, na mwisho wa siku wataenda kuathiri mfumo wako wa uzazi, na madhara yake yatakayojitokeza, kwanza kupata maambukizi ambayo ni hatari, inaweza kusababisha maumivu kama vile ukikojoa au ukikaa katika hali ya kawaida, lakini pia wana uwezo wa kusababisha kuvimba katika ile korodani zako. Sasa kama ni mwanaume au mwanamke ambaye kwamba umehisi una baadhi ya dalili hizi kutokana na kushiriki tendo la ndoa na mpenzi wako mpya, mambo ya kuzingatia ni mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, hakikisha unakunywa maji kwa wingi. Unapokunywa maji kwa wingi utapata kukojoa, na kama utakojoa basi itakusaidia kuflash wale bakteria ambao tayari wameshaingia. Lakini jambo la pili, hakikisha haufichi aibu yako. Unakwenda hospitali na kwenda kufanya vipimo vya haraka, na vipimo muhimu ambavyo vinatakiwa kupimwa ni kupima mkojo, kutizama kama kuna maambukizi ya UTI, lakini pia kupima gono, kwa sababu kuna possibility kubwa huyu mtu amekuambukiza UTI na gono kwa pamoja. Lakini pia ni muhimu kutumia tiba za asili, kwa sababu una uwezo wa kutumia antibiotics ikaficha zile dalili, lakini tatizo likawa bado limo ndani na likakuletea shida. Ila ukitumia tiba za asili zinaweza kusaidia kurecover kwa haraka na kuponesha hata yale madhaifu tayari yameshajitokeza. Sasa kama unahitaji ushauri zaidi, unaweza kunicheki ili niweze kupatia mwongozo hatua kwa hatua namna gani unaweza kurecover au kuondoa hii changamoto ambayo imekukabili. Ondoa chanzo, kutibu tatizo lako.